Guys, napenda nikusihi na napenda kukuambia kitu kimoja. Lakini kabla sijakwambia hicho kitu, nataka nikuulize, uhusiano wako na Mungu wako upoje? Je, unaendelea kumpenda Mungu kama mwanzo ulivyokuwa unampenda ulipompokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kuna upendo ule ambao baada ya kumpokea Yesu Kristo ulionyesha upendo wa dhati kwa Mungu wako, kana kwamba ulikuwa ukumbushwi kwa habari ya ibada, ulikuwa ukumbushwi kwa namna ya kuweza kumtolea Mungu. Wakati mwingine hata ulipokuwa unaonywa na kukumbushwa ulikuwa sio mkali. Wakati mwingine hata marafiki wale ambao walikuwepo katika nyumba ya Mungu ulikuwa karibu nao. Lakini sasa umeanza kujitenga. Sasa umeanza kuona ibada kwako ni mzigo. Sasa umeanza kuona sadaka kwako ni kana kwamba watumishi wa Mungu wanataka kujitajirisha. Sasa umeanza kuona kwamba kwenda ibadani kwako ni mzigo, tofauti na vile mwanzo ulivyokuwa unafanya. Umepatwa na kitu gani? Umepatwa na jambo gani? Umepatwa na msiba gani ambao umekufanya upoteze kabisa uhusiano wako na Mungu wako toka mwanzo? Kumbuka neno la Mungu linakwambiaje? Kumbuka ulipoanguka ukatubu, kamrudie Mungu wako. Je, umekaa ukaanza kujiuliza kwa nini unafanya hivyo? Na umetulia tu, umelizika na maisha? Umetulia, umelizika na hiyo hali, kana kwamba hiyo hali ni hali ya kawaida kwako. Nataka nikwambie hii hali sio ya kawaida. Unapoona vitu hivi vinapungua, moyo wa ibada unapungua ndani yako, kumtolea Mungu kunapungua ndani yako, uhusiano na fellowship pamoja na wapendwa wenzako unapungua, unapoona ya kwamba unashindwa kuomba msamaha, unashindwa kudumu katika uhusiano na ushirikiano mzuri na watumishi wa Mungu au na wapendwa wenzako ambao ulikuwa nao katika habari ya kumtafuta Mungu, ujue kuna kitu kimepungua ndani yako. Unatumia nguvu gani ili kuweza kurudisha ule uhusiano wako na Mungu? Au umeridhika vile vile? Hutakiwi kuridhika. Hiyo hali inayoendelea kwako Mungu hawezi akaivumilia, na hiyo hali inayoendelea kwako itakusababishia wewe kama wewe ukatoweka kabisa kwenye ramani ya Mungu, ukajikuta unaishi maisha ya kipeke yako, na hayo maisha yatakukost, yatakufanya Mungu akuache.